Haleluya kanisa. Amen. Kwa hiyo ninaposoma kitabu cha Mwanzo, hasa unapoona ile Misri vizuri, wakati wana wa Israeli wako pale Misri, wakati wana wa Israeli wako pale Misri, kuna mambo yalitendeka ile miaka ya njaa, si ndivyo? Unaposoma kile kitabu cha Mwanzo, pengine watu wamenukuu kitabu cha Isaya, pengine tukisome. Hebu nenda hapo. Sorry, nimesema Isaya 42 fungu la 6. Isaya 42 fungu la 6 nimechanganya. Ni Isaya 46. 46, halafu msomaji wangu uanze na fungu la 9 na la 10. Angalia maneno ya Isaya anavyosema hapo. Halafu baadaye tuangalie ramani ya unabii hapa kwa haraka haraka. 49 Isaya 46 fungu la 9 na la 10. Fungu la 9 na 10 nasema, ndio, kumbukeni mambo ya zamani za kale. Mungu anaanza kwa kusema, enyi wasabato wa siku hizi, si ndivyo? Enyi watu mliofikiwa na misho ya dunia, kumbukeni mambo ya zamani za kale. Maana mimi ni Mungu. Maana yeye ni Mungu, wala hapana mwingine. Wala hapana mwingine. Mimi ni Mungu. Yeye ni Mungu. Wala hapana aliye kama mimi. Wala hapana aliye kama yeye. Soma. Nitangazaye mwisho tangu mwanzo. Sikiliza, atangazaye mwisho tokea mwanzo. Na tangu zamani za kale. Na tangu zamani za kale. Mambo yasiyotendeka bado. Mambo yasiyotendeka bado. Naam. Nikisema shauri langu litasimama. Akisema shauri lake litasimama daima. Nami nitatenda mapenzi yangu yote. Naye atatenda mapenzi yake yote. Ubarikiwe sana. Kwa hiyo yeye anatangaza mwisho tangia mwanzo. Tunaposoma kitabu cha Mwanzo kimejaa unabii kinachofunga historia ya dunia. Wengine wanauliza, hata kitabu cha Mwanzo kina unabii? Msabato wa leo ukimwambia kwamba unabii ni vitabu gani? Unasikia mjeri wa Bwana. Wakati tumeenda pale cha Simba, ni swali tu ambalo niliuliza kabla sijaanza somo. Nilisema, wanafunzi wa unabii, tupungiane mkono. Wakati tukapungiana mkono, nikasema niwaulize swali. Uliza. Biblia ina vitabu vingapi vya unabii? Nikauliza hilo swali. Hayo maswali majibu yakaanza. Mwingine nijaribu, nikasema jaribu ila usijaribu ujibu. Akasema vitatu. Danieli, Ufunuo na kitabu cha Mathayo. Akakaa. Mwingine naye akasema Danieli, Ufunuo na Yeremia. Akakaa. Danieli, Ufunuo, Ezekieli na Yeremia. Akaongeza Danieli nani? Akasema kwa hiyo kila mmoja alikuwa anatoa majibu. Mwingine akasema vitabu vyote vina unabii. Akasema unaona sasa watu wa Mungu, uwe makini katika neno la nani? Unashangaa watu majibu yana. Kwa hiyo Mungu anatangaza mwisho tokea. Tunaposoma kitabu cha Mwanzo kimejaa unabii, kinatuonyesha historia ya mwisho wa dunia. Watu leo watashangaa, unasemaje? Unaona hii ya kutokuuza na kununua, ndio? Nisoma mimi ninapoangalia Mwanzo, hilo jambo liko. Sema parara, tuko pamoja. Unaliona? Hilo jambo unaliona pale Mwanzo? Ni kitabu cha Mwanzo ngapi? Unaposoma kitabu cha Mwanzo 47. Bwana asifiwe. 47 au 49. Wakati ambapo wana wa Israeli njaa imepiga, ukumbuke kulikuwa na ndoto yenye matabaka mangapi? Mawili. Kutakuwa na miaka 7 ya shibe na miaka 7 ya njaa. Haleluya. Ndio maana nani huyu anaitwa Yusufu? Wakati anakwenda kufasiri unabii au ile ndoto, anamwambia ujue mfalme, yani Farao, kutakuwa na miaka 7 ya njaa na miaka 7 ya kitu gani? Ya shibe. Jikusanyie chakula. Ndipo yule Farao akasema, tupate mtu wapi mwenye roho, aliye na roho wa Mungu kama huyu. Ndivyo? Ni kweli nyakati zikawadia. Na nyakati zilipowadia, maandiko anasema njaa ikapiga katika nchi ya Misri na katika nchi ya Kanaani na kando ya nini?
Sasa hiyo ipo katika unabii. Misri ya leo ni kitu gani? Wapendwa, katika safari ya unabii Mungu atupe uhai. Wakati unaotuendea tunakwenda kusoma kitabu cha Ufunuo sura ya 11. Na fungu lile la 40 linasema na wakati wa mwisho mfalme wa kaskazini atamshambulia mfalme wa kusini. Sasa Misri ya leo ni kitu gani? Haleluya. Amen. Hilo ni somo lililo mbele yetu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ile Misri maandiko anasema subiri kwanza tutafika. Ninakuonyesha tu. Haleluya. Ninakuonyesha tu kama Waberoya. Uwe na shauku. Haleluya kanisa. Amen. Kwa hiyo ile Misri maandiko anasema kukawa na njaa katika nchi ya Misri na nchi ya Kanaani. Maana nchi ya Kanaani ndiyo ilikuwa ni ahadi ya taifa la Mungu. Manake hata watu wa Mungu njaa itafanyaje? Ndiyo maana uzao wa Ibrahimu wa Yakobo wote ukaishia Misri. Yusufu akawa ndiyo balozi pale. Akaanza kukusanya nini? Chakula. Akaanza kukusanya chakula. Anamkusanyia nani? Farao. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Maandiko anasema njaa iliposhika sana, wale ndugu zake wakaja kununua chakula na nchi zingine, lakini alichofanya, kumbuka Yusufu alikuwa anamfanyia kazi nani? Farao. Haleluya. Amen. Yeye ndiye wakati watu wanahitaji chakula nawaambia hivi, leteni mazao yenu nami niwape nini? Chakula. Wakaleta mazao, wanasema tutamficha nini bwana wetu? Tazama mifugo hii, wakampa. Wakawapa nini? Maandiko anasema mifugo ikaisha. Wakasema hatumfichi bwana wetu chochote tulicho nacho. Mashamba na ardhi zinazo anasema hivi vyote ni vya bwana wetu. Tufe na njaa. Wakampa. Wakafanyaje? Wakapewa chakula. Si vyote vikaisha. Wakaenda wanalia mbele ya nani? Ya Yusufu. Farao amekaa tu namna hii. Fanya kazi. Haya, wanafika pale wanasema bwana wetu tutakufa na njaa, tutajiuza nafsi zetu. Kwa hiyo wao wenyewe wakaenda kujiuza nafsi zao ili wapewe nini? Chakula. Swali la kujiuliza. Mwisho wa dunia hii ni nani atakayemfanyia kazi Farao? Na kitabu cha Ezekieli sura ya 29 fungu la 3 anasema mwanadamu, sema ufunuo juu ya Farao mfalme wa nani? Wa Misri. Joka kubwa oteaye juu ya mito, aliyesema moyoni mwako tazama mto wangu ni mto wangu mimi. Kiburi cha Farao. Kwa hiyo Farao aliitwa ni joka kubwa, maana aliyekuwa amempa kiti cha enzi ni nani? Shetani. Maana ndiye aliyekana Mungu ni nani. Ndivyo. Wakati Musa anaenda asema wape ruhusa watu wake wakamfanyie Bwana ibada jangwani. Naye Farao akasema huyo Bwana ni nani? Mbona simjui? Kwa hiyo kiburi hicho cha Farao, leo kuna Farao wa leo. Haleluya. Ambaye kuna Yusufu anayemfanyia kazi, anakusanya rasilimali zote. Alafu kabla sijafika huko, unaposoma kitabu hicho cha Mwanzo anasema Yusufu akainunua nchi yote akamnunulia Farao. Na alipokwisha kukusanya fedha zote na rasilimali na vitu vyote vya samani, akamkabidhi viwe vya nani? Vya Farao. Ndio Farao akatawala dunia nzima. Leo kuna yule atakayefanya kazi kwa ajili ya Farao wa leo kutawala dunia nzima. Ni mataifa mangapi yanayofanya kazi? Haleluya, wanafunzi wa unabii. Haleluya, wanafunzi wa unabii. Bwana asifiwe. Kuna yule mnyama tokaye katika bahari ambaye anaitawala dunia nzima. Anasema mali na vitu vyote vitakuwa mkononi, lakini kuna yule ambaye ni mkono anayefanya kazi kwa kuikusanya dunia ili wamfanyie. Ndio maana maandiko anasema naye amfanyia sanamu, hata ile sanamu ifanyeje? Naye awafanya wadogo kwa wakubwa na matajiri kwa masikini wamsujudie. Tumekwisha kuwafahamu sasa. Ni nani na nani? Marekani na Farao na Yusufu. Haleluya. Twende mbele katika unabii. Kitabu cha Pambano Kuu sura ya 38 fungu la kwanza. Sura ya 38. Naam. Pambano Kuu sura ya 38. Aya ngapi? Ukurasa ngapi? Ni ukurasa wa 500. Ukurasa Ukurasa wa 500 ni sura ya 38, paragrafu ya kwanza kabisa. Nisomee hapo kwa haraka halafu. Onyo la mwisho. Ukurasa. Onyo la mwisho. Ukurasa wa 500. Aya ya kwanza kabisa.
Tutasoma. Tumefika wote? Tumefika sisi. Kama tumefika tuseme amina. Tumefika wote? Bado kidogo. Ukurasa wa 500 hapo. Sura ya 38. Ile aya ya kwanza kabisa. Umepata? Nasema, niliona malaika mwingine akishuka kutoka mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Ninasikia minong'ono. Funua tu. Sema hizi zimechana kurasa. Kama unaweza ukamsaidia kufunua haraka ili kuwe na usikivu wakati anaendelea kusoma. Hii naiandika. Pengine kama mnaweza kuandika, kama mnaweza na nyie kuchora, maana nitafuta muda sio mrefu hapa, ninaweka platform nyingine. Nisomee hiyo halafu baadaye nasoma. Naam. Niliona malaika mwingine akishuka kutoka mbinguni mwenye mamlaka kuu. Na nchi ikaangazwa kwa utukufu wake. Akalia kwa nguvu sana na kwa sauti kuu akisema, ndio, Babeli mkuu unaanguka. Babeli mkuu unaanguka. Na unakuwa maskani ya mashetani. Na ngome ya kila roho mchafu. Na ngome ya kila ndege mchafu. Mwenye kuchukiza. Kisha akasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, tokeni kwake enyi watu wangu. Hii ni Ufunuo sura ya 18 fungu la 4. Huyu ni malaika mwingine alikuja kwa nguvu. Soma. Msishiriki dhambi zake wala msipokee mapigo yake. Andiko hili, sikiliza sasa, nabii mjumbe wa Mungu anafafanua. Andiko hili linalenga kwenye wakati ambapo tangazo la kuanguka kwa Babeli. Tangazo hili linalenga wakati ambapo tangazo la kuanguka kwa Babeli, kama lilivyofanywa na malaika wa pili. Kama lilivyofanywa na malaika yule wa pili, yani ujumbe wa malaika wa pili. Ufunuo 14 aya 8. Naam. Aya 8. Ndio. Litakapojirudia tena. Likitaja ziada ya mapotovu ambayo yanakuwa. Hebu rudia taratibu. Hili linataja ziada ya mapotovu yanayoingia makanisani kila kunapoitwa leo. Tangu mwaka 1800. Hebu soma. Anasema, linajirudia likitaja ziada ya mapotovu ambayo yamekuwa yakiingia katika makanisa mbalimbali. Ndio. Yanayofanya Babeli. Toka ujumbe huo ulipotolewa kwa mara ya kwanza katika majira ya joto ya mwaka 1844. Hapa kunaelezwa hali ya kutisha ya ulimwengu. Mnasikia wajumbe wa Mungu? Manake wale watakaosimama katika ujumbe wa malaika yule wa 18 hapa. Anasema hapa kuna tangazo hali ya kutisha zaidi. Bwana asifiwe. Hapa kuna tangazo hali ya kutisha zaidi. Soma. Nasema, akili za watu kutokana na kukata kila aina ya ukweli zitakuwa giza kabisa. Ndio. Na mioyo yao itakuwa mikaidi kabisa. Mpaka watajizungushia katika ngome ya ushupavu wa udanganyifu. Kwa kutojali maonyo ambayo Mungu ameyatoa. Wataendelea paragraph. Hii ya kwanza ndio naendelea paragraph ya pili. Ishia tu hapo. Sawa. Kwa hiyo malaika huyu ndiye anaeleza kwamba hapa kunatajwa hali ya kutisha zaidi. Manake makosa na mapotovu ambayo yanaendelea kuingia makanisani yanayounda Babeli. Bwana asifiwe. Na Sabato iliyoisha tukaona sifa ya neno Babeli. Haleluya, tukumbushane. Mathayo, ninaona unanisikitikia sana. Sijui ni kwa nini. Naona unasikitika, sijui ni kwa nini. Ni usikivu, barikiwe sana. Kwa hiyo Babeli, neno Babeli, kanisa lolote lililo na sifa ya Babeli, na tukaona katika Pambano Kuu kurasa wa 320 nasema ni lile ambalo litakalo tafuta fadhila. Kwa nini? Kwa ulimwengu au kwa serikali, litambulikane na serikali na lijisajili huko. Anasema neno Babeli litakuwa linafaa kabisa kutumika katika